Hakuna mtu alitegemea Mwinyi atakuwa rais wa Zanzibar. Lakini pia Mwinyi katika kipindi chake chote hakutafuta urais. Vitu hivi vinapangwa. Hakuna mtu Profesa Ibrahimu alijua atakuwa jaji mkuu wa Tanzania. Hata mimi sikujua kama nitakuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa sababu katika miaka yangu yote 20 nikiwa waziri na nikiwa mbunge sikuwahi kuomba hata ujumbe wa NEC. Sikuwahi. Wajumbe wa NEC walikuwa wakina Rukuvi, tangu aingie mle ni mjumbe wa NEC, lakini urais hakupata, na sina uhakika kama ataupata urais. Wewe sasa hivi ana miaka 60 kitu. Tukapendekeze kwenye Central Committee tuchague rais anayenizidi umri mimi. Ndio ukweli. Maneno mengine yanaumiza, lakini nataka niwaeleze mwe mnajitayarisha kisaikolojia, kusudi msipoteze hata hela zenu. Hata wewe Profesa Kabudi huwezi ukawa rais. Najua haya mambo ni magumu, lakini huo ndio ukweli. Mzee Kikwete wakati anaondoka alisema hataona rais ambaye anamzidi umri wake. Sasa muangalie mimi na umri gani nitakapokuwa namaliza, ujipimie kuanzia kwenye umri pale. Yaani Marechera tumpendekeza awe rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania? Haiwezekani. Ameshakuwa mstaafu, tunamheshimu, tunampenda. Unajua ni lazima tukubali hii ukweli. Najua mmenyamaza. Kwa hiyo inawezekana umekaa na jirani yako ambaye ndiye atakuwa rais, labda ni kijana zaidi, kwa sababu 65% ya Watanzania ni vijana, na hiki ndicho kilichomsaidia Mwinyi kushinda kule. Wapiga kura ni vijana, whether we like or not. Huo ndio ukweli.